Habari ndugu zangu. Kwanza nianze kuwashukuru sana customer wote ambao mmetuamini kuanzia mwezi ule wa 12 mpaka sasa hivi nimefika mwezi wa 4. Nawashukuru sana 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 sana, japo kuna wengine walioanza huu mwezi wa 4 walikuwa wanapiga kelele kuhusiana na ile ofa ambayo tulikuwa tumeitoa. Ile ofa jamani, tuliitoa kuanzia mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 3, na mwezi wa 3 kwa ilipofika tukaiondoa ile ofa. Kwa hiyo kwa sasa hivi niwaambie tu bei za uchimbaji wa visima zinatofautiana kutokana na mazingira yenyewe. Jambo hilo la kwanza. Lakini jambo la pili nizungumzie swala la wale watu ambao bado wanahitaji kukulipia hela nusu wanalipia taratibu, ambayo hiyo tuliweka kwenye ofa. Hiyo sasa hivi tutaweka kwenye utaratibu ambao utakao kuwa mzuri zaidi. In short kwamba tunajaribu kuzungumza na benki moja hivi, kama tutafikia mwafaka mzuri, wale benki watakuwa wanawakopesha watu kupitia hizo, yani kwamba sisi tutakuwa tunatoa ile cost estimate, tunaikabidhi benki kwamba huyu mteja wetu anataka afanye hili na hili na hili na hili kwenye eneo lake. Kwa hiyo cost estimate yetu ni hii ambayo sisi tutamfanyia. Wale benki watakubali, wakikubali lile zoezi, na tutawaambia kabisa kwa huyu customer wetu pesa aliyokuwa nayo labda ana 30%. Lakini kwa sasa hivi sisi hatufanyi mkopo tena. Kwa hiyo tunaomba nyinyi benki mumkopeshe. Watakuja watakuangalia, wakiona unakidhi vile vigezo utakopeshwa. Lakini wao watatulipa sisi moja kwa moja, au kukopesha kwa kukupa fedha. Ila watatugia sisi ile fedha ambayo tunatakiwa sisi tuipate, tutakuchimbia kisima chako vizuri, tutakamilisha. Wewe utabaki kudaiana na benki. Kwa hiyo na wale watu ambao bado tuko kwenye tunawadai tunawaomba waendelee kufanya mirejesho wanaoifanya, na tunashukuru wanalipa vizuri. Lakini pili nitangaze ofa nyingine. Ofa ambayo sasa hivi ipo ni ofa ya kwamba unachimbiwa kisima, lakini swala la pampu kama pampu tu utapewa na sisi wenyewe tuliokuchimbia. Kwa hiyo tutakugea pampu, inategemea na kisima chako kina urefu gani na kina mahitaji ya pampu ya ukubwa upi. Kwa hiyo na sisi tutaangalia hiyo ofa yetu, tunakugea pampu ya aina gani. Mfano kisima chako kinahitajika labda ipatikane pampu ya horsepower 2 au 3. Sisi tunaweza tukakuletea horsepower 2, ama tunaweza tukakuletea horsepower 1 au 0.75. Inategemea na maelewano tulioelewana kwenye kisima chako, na tunaangalia kitu kinachoendelea. Lakini ofa zetu tunaanza na pampu ya 0.5, 0.75 kwenda juu. Kwa hiyo pampu tutakugea bure, lakini pampu tutakayokupa tutakugea na waya ile ambayo inashuka chini ya kisima ya mita 28. Tunasemaga mita 30. Sawa. Kwa hiyo itakuwa hivyo. Kwa hiyo kisima chako kama kina urefu wa mita 50 utaongeza mita 20 za waya. Lakini kuna coil pipe ambayo inashuka kule chini. Hiyo pia utailipia mwenyewe. Kwa sababu hivyo ni vitu vidogo vidogo pamoja na hizo viungo vingine. Bei za survey niwaambie tu, kwa Dar es Salaam kuna watu wengi sana wananisumbua, sio maana naambia 400,000, 500,000. Dar es Salaam nimeamua kuweka ofa. Bei ya kufanyia survey itakuwa 300,000 na shilingi 50,000 kwa Dar es Salaam. Lakini kwa nje ya Dar es Salaam hapa tutakaa chini tutazungumza. Lakini upande wa uchimbaji bei yetu ilikuwa shilingi 45,000, bei yetu ya mwanzo. Sasa hivi jamani, mafuta yamepanda sana. Kwa hiyo sasa hivi bei yetu ya kwanza kabisa mita 1 kwa maeneo yale tunasemaga ya hard information, sehemu yenye jiwe, tunaanza na shilingi 50,000. Kwa hiyo tumeongeza shilingi 5,000. Tunaanza na shilingi 50,000. Sasa inategemea na eneo husika kwa mita. Unaona? Kwa hiyo ukiwa na mita zako 100 unapiga 50 mara 100. Unapata idadi ya hiyo pesa unalipia, sisi tunakufanyia kazi yako. Zoezi lingine, kuna watu ambao wanahitaji kufanyiwa marekebisho kwenye pampu zao au visima vyao. Tunakukaribisheni sana, tunafanya hayo yote, msiwe na wasiwasi. Pampu mbovu tunarekebisha, kisima sio kina shida yote tunakiflash kama kuflash na vitu vingine. Jambo lingine, nirudi kwa wachimbaji wa visima wenzetu. Kuna baadhi ya wachimbaji wanahitaji mashine.